Nitakupa mfano mimi. Mimi mara ya mwisho nimekunywa juisi ni mwaka 2000. Tunaongelea miaka 35. Unapokuwa na miaka 40 unaweza kujitayarisha kwamba niliweke hivi na uhakika wewe show na watu wengine wanaotutazama. Si tunajitayarisha, ngoja nijenge kibanda changu ili uko mbele niwe cha kustaafu. Sasa wakati unafikiria kujenga kibanda cha kustaafu, mimi nafikiria vile vile kuanzia leo tukimaliza kipindi, anza kujitayarisha na afya yako. Afya ya uzeeni. Afya ya uzeeni. Unajitayarisha kwa kufanya vitu gani? Kwa kujitayarisha sasa hivi kwa kula vizuri, kwa kufanya mazoezi kila siku, kwa kumanage stress zako zitakazokujia, kwenda kuangalia afya yako mwaka mara moja, kuepuka unywaji wa pombe, kuepuka sigara. Hiyo yote ni lifestyle. Tembea pale panapobidi. Kwa sababu hicho unachokiwekeza sasa hivi kitakukuta. Mimi na uhakika huko kanisani nilikokuwa nazungumzia, kuna wazee wana miaka 80 pale mnawashangaa. Wako kwenye kwaya, wanapiga piano, wanatembea wenyewe, na wengine wana 90 kabisa zaidi. Wengine wana 90. Hawa wazee wewe jaribu kutizama maisha yao yalikuwaje huko walipokuwa nani. Profesa, kuna kitu kimimi kinanichanganya hasa unavyoelezea haya mambo, na kichwa kidogo nataka kuvurugika kichwani. Ndio vyakula vinavyotuzunguka. Ukitoka kwenye haya mazoezi ukija huku utakutana na hichi ambacho chakula cha namna au kinywaji cha namna. Sasa tutafanyaje? Mtihani mbona mkubwa? Mesha kimtihani sio mkubwa. Mtihani uko kwako wewe. Nitakupa mfano mimi. Mimi mara ya mwisho nimekunywa juisi ni mwaka 2000. Tunaongelea miaka 24 iliyopita. Miaka 2000. Mwaka 2000. Juisi ya namna gani? Juisi ya aina yoyote. Yaani kunywaji labda. Kunywa juisi. Sio kunywaji, kunywa juisi. Umetuambia tule matunda na ni afya. Ndio nasema haujanya. Nakuja dada Meshake. Unafahamu juisi lakini? Nafahamu. Mara ya mwisho mimi kunywa juisi au kunywa soda ni mwaka 2000. Miaka 24 iliyopita. Iko hivi. Kuna tofauti kubwa ya kula chungwa na kunywa juisi ya chungwa. Nikinywa juisi na kunywa sukari moja kwa moja. Hata kama haijawekwa sukari? Hata kama haijawekwa sukari. Na ngoja niende kwa dada hapa ataielewa vizuri. Dada, naomba nipe tu mfano ili nipate glasi moja ya juisi ya chungwa. Unahitaji machungwa mangapi? Zaidi ya 5. Kulingana na jinsi yalivyo na maji. Sasa naomba nikupeleke taratibu sasa. Umesema zaidi ya 5. Mimi nitachukua machungwa 5 tu. Kwa hiyo asubuhi umekunywa glasi moja ya juisi ya machungwa. Kwa hiyo ni machungwa 5, sio? Mchana umekunywa glasi ya pili. Kwa hiyo machungwa 10. Jioni umekunywa glasi nyingine. Kwa hiyo machungwa 15 kwa siku. Kwa siku 10 au ni machungwa 150. Kwa mwezi hayo ni machungwa 450. Umekula shamba. Kwa sababu nani anakula machungwa 450? Hamna tunda lisilokuwa na sukari. Haliwezi kuwa tunda. Na ndio maana unasikia utamu. Kuna sukari mle inaitwa fructose. Kwa ndio maana kuna haliwezi kuwa tunda bila kuwa na sukari. Linatofautiana tu. Kwamba hili tikiti maji ni tamu zaidi, tango lina nani chache, nanasi lina nani zaidi. Kwa hiyo tunapo encourage watu wale matunda, mimi siwezi kula matunda 15 kwa siku. Siwezi kula machungwa 15 kwa siku. Pili, ninapokula tundwa na yale maganda yake, nyama zake, ile ni roughage ambayo tutafanya somo siku nyingine. Kwenye miili yetu kuna matrilioni ya wadudu wanaitwa microbiome ambao kazi yao ni kutupa sisi kinga. Wale wanahitaji fiber, ndio chakula chao. Glasi moja ile
bahati mbaya sioni slide zangu wanaonyesha hapo, na nafikiri unaweza kutizama ile tizama ile juisi pale juu ya apple. Ni vijiko 8.6 vya sukari. Sasa kama umekunywa glasi 3, ina maana siku hiyo umetumia vijiko karibu 24 vya sukari. Utaponyaje afya yako? Lakini Profesa, hiyo sukari ya kwenye matunda ina madhara na yenyewe? Kitu chochote ambacho kinazidi siku zote kitakuwa na madhara. Kinachozidi. Sasa huwezi kuongelea kwamba machungwa 15 kwamba ni sawa sawa. Lakini sasa hapo tumeshafika, nimeshatengeneza mwili wangu umeshakuwa mkubwa. Nimefanya mazoezi Profesa, yamenishinda. Nimefanya diet ni kazi, kubadilisha mlo kutoka kwenye kula ubwabwa wangu sahani kubwa na kula mboga za majani peke yake ni kazi. Sijasema kula mboga za majani peke yake. Sasa si lazima nile portion ndogo ya wanga ili niwe mboga za majani nyingi. Mpaka nipunguze mwili imekuwa changamoto. Mna huduma ya kupunguza vitambi kwa kutumia puto. Inaweza ikawa njia sahihi pia? Kwanza naomba niliweke vizuri. Kwanza hamna kwamba mimi labda na miaka 70 leo na miaka 60 au na miaka 50, kwa hiyo it's too late, siwezi kufanya kitu. Hapana. Siku zote unaweza ukafanya kitu. Sasa niende specific kuhusu swali lako. Mimi ninaposikia kwamba nimeshindwa kwenye mazoezi, unasema hapa umeshindwa kwa sababu hutaki au nafanya sioni matokeo yani? Na uhakika dada Show, ukivichanganya hivi vyote nilivyovisema, chakula, mazoezi, kupumzika, kuangalia afya yako, kila kitu kinawezekana. Kwa sababu kama nikiamua kula kwa wastani na kufanya mazoezi, kwa sababu tatizo hatujiachii kuwa na njaa. Ukiwa na njaa na kama hukula, mwili lazima utafute wapi nitapata nguvu. Kwa hiyo utaenda kwenye akiba. Sasa utaenda kwenye kitambi, utaenda kwenye hipsi, utaenda kwenye kifua, popote pale kuchukua. Maana yake ni kwamba uzito utapungua. Lakini narudia tena kule ni kwamba ni addiction, haina tofauti na madawa ya kulevya, ndio unarudi kule kwamba nimeshindwa